Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe tena. Siku ya leo ni siku njema ambayo Mungu ameandaa ili tuwe hai, tuweze kulisikia neno la Bwana, tuweze kujua kwamba kuna kitu ambacho Mungu ametuita tukaweza kufanya duniani. Na kabla hatujasoma neno, naomba tuweze kuomba ili tukaweza kulisikia neno la Bwana. Baba, katika jina la Yesu, tunasema ni asante kwa nafasi na wakati huu ambao Bwana umetupa tukalisikie neno lako. Bwana, tunakuomba tunapolisikia neno lako, fungua masikio yetu ya ndani na ya nje ili tukalisikie neno lako. Nami Bwana nimekubali niwe chombo chako ili nikaweze kulihubiri neno lako katika jina la Yesu. Bwana, ninaomba kuanza na wewe na kumaliza na wewe katika jina la Yesu. Bwana Yesu, ninaomba ukanitumie kama chombo nikalihubiri neno lako, ujumbe huu ukafikie wengi kwa utukufu wa jina lako. Asante Bwana, maana umesikia na umetenda. Ni kwa Yesu tumeomba na hata kuamini. Amen. Kwa hivyo siku ya leo ninaomba tuweze kuangalia kitu ambacho tunaita safari ya mtu duniani inapoisha. Safari ya mtu, mission, ama kile Mungu amekuitia duniani kinapoisha. Kuna mahali ambapo unaenda, unaondoka duniani, unaacha wengine na mission ambayo wako nayo waendelee. Hakuna mtu ambaye atakaa milele. Kila mtu anaondoka duniani. Na tunapoondoka duniani, kile ambacho tunahitaji kujiuliza ni je, tumefanya kile ambacho tuliitiwa, na je, tulikifanya vizuri? Sasa Biblia inasema kwamba Yohana Mbatizaji alipoanza kazi yake, alipomaliza kazi yake, maana kazi ya Yohana Mbatizaji ilikuwa ni kuandaa njia. Tunaposoma katika Mark chapter 1. Tunaposoma Mark chapter 1 verse 1. The beginning of the gospel of Jesus Christ, the Son of God, as it is written in the prophets, behold, I send my messenger before your face, who will prepare your way before you. The voice of one crying in the wilderness, prepare the way of the Lord, make his paths straight. John came baptizing in the wilderness and preaching a baptism of repentance for the remission of sins. Sasa tunamwona huyu ni Yohana Mbatizaji ambaye alitumwa na Mungu kuandaa njia ya Yesu Kristo. Yeye alikuja kutangulia kuambia watu tubuni, anza kutubu, maana Yesu anakuja, maana kuna yule ambaye ni Mwokozi anakuja. Na Biblia inasema kwamba Yesu alipoanza kazi yake, Yohana alikuwa gerezani. Katika Matthew chapter 4 tunaposoma verse 12, Biblia inasema kwamba now when Jesus heard that John had been put in prison, he departed to Galilee, and leaving Nazareth, he came and dwelt in Capernaum, which is by the sea, in the regions of Zebulun and Naphtali. Sasa tunamuona huyu Yesu. Wakati Yesu anaanza ministry yake, ministry ya Yohana ilikuwa imeisha. Yesu anaanza ministry yake kama ministry ya Yohana imeisha. Na Yohana anaposhikwa kuwekwa gerezani, ministry yake ilikuwa imeisha. Alikuwa amehubiria watu, amewaambia tubu, zaeni matunda ya wokovu. Sasa alipowaambia hivyo na akahubiria neno, watu, ministry yake ama kazi yake ikaisha. Kazi ya Yohana ikaisha, ya Yesu ikaanza. Sasa duniani tuko na mission ambayo Mungu ametuita, kila mtu ameitwa akaweze kufanya. Na Yesu, ministry ya Yesu inapoanza, Yesu anachagua wanafunzi wake. Kabla sijamaliza hapo, Yohana Mbatizaji katika Matthew chapter 14 verse 12, Biblia inasema kwamba Yohana Mbatizaji alikaa gerezani muda wote. Tunamuona kutoka Matthew chapter 4 verse 12, mahali ambapo ameshikwa amekuwa gerezani, mpaka Matthew chapter 14 ambapo Yohana Mbatizaji sasa anakatwa kichwa. Matthew chapter 14 ndio tunapata kwamba Yohana Mbatizaji ministry yake iliisha wakati alishikwa akawekwa gerezani. Akakaa gerezani Yesu akiendelea kuhubiri mpaka alipokatwa kichwa. Na tunamuona Yesu naye anapoanza ministry yake
alichagua wanafunzi 12. Na alipochagua wanafunzi 12, kuna mmoja ambaye pia alitumwa akiwa na mission. Na hii mission aliyotumwa nayo ni ya kumsaliti Yesu. Hebu fikiria, wanafunzi wote wa Yesu 11 wanampenda. Hakuna yeyote angemsaliti. Hakuna yeyote ambaye angemtoa Yesu aende kusulubishwa. Yesu angeweza kusulubishwa. Sasa tunaona kwamba pia Judas Iscariot pia na yeye aliitwa kwa mission ya kuweza kumsaliti Yesu ili Yesu akaweza kusulubishwa. Na huyu Judas Iscariot, safari yake ama mishoni yake ilipoisha, naye alimsaliti Yesu, baadaye akajitia kitanzi na akakufa. Sasa ministry ya Judas Iscariot, hata ingawa alikuwa miongoni mwa wale ambao ni wanafunzi wa Yesu, ministry yake ilikuwa ni kwamba aweze kumsaliti Yesu ili Yesu akaweza kusulubishwa. Kwa hivyo tunapata kwamba Yesu ingawa ni mbaya, ingawa Judas alikuwa mbaya, aliruhusiwa na Mungu kukaa miongoni mwa wanafunzi wa Yesu ili akae karibu na Yesu aweze kumsaliti. Kwa hivyo kuna watu ambao watakaribu nasi waweze kutusaliti, waweze kutupangia mabaya, lakini hayo mabaya ni kwa sababu ya ministry ambayo tumeitiwa. Kuna kitu ambacho tumeitiwa tukaweza kufanya, na hiyo kitu, hiyo ministry ambayo tumeitwa, ambayo iko ndani mwetu, lazima tuweze kuifanya vile Mungu anataka. Na hiyo inapofika mwisho, Biblia inasema kwamba mtu hiyo kazi yake inapofika mwisho, anaacha wengine wakiendelea. Yohana aliacha Yesu wakiendelea. Yesu akachagua wanafunzi wake. Yesu pia yake ilipoisha, aliacha wanafunzi hao 12 wakiendelea kulihubiri neno. Sasa tunamuona huyu Judas Iscariot katika Matthew 26 verse 47. Matthew 26 verse 47. Tunamuona Judas Iscariot akimsaliti Yesu. Matthew 26. Tunaposoma Matthew 26 verse 47, Biblia inasema kuanzia 47 ukiteremka. And while he was still speaking, behold, Judas, one of the 12, with a great multitude, with swords and clubs, came from the chief priests and elders of the people. Now his betrayer had given them a sign, saying, whomever I kiss, he is the one. Seize him. Immediately he went up to Jerusalem and said, greetings, Rabbi, and kissed him. But Jesus said to him, friend, why have you come? Then they came and laid hands on him and took him. And suddenly one of those who were with Jesus stretched out his hand and drew his sword, struck the servant of the Most High Priest, and cut his ear. Sasa tunaona Judas ambaye ni mmoja wa wanafunzi wa Yesu, ministry yake ilikuwa ni kumsaliti Yesu. Na alipomsaliti Yesu, alimaliza ministry yake, akaenda akajiua. Katika Matthew chapter 27 verse 5, then he drew down the pieces of silver. Hizi ni zile pesa alizopewa, pesa za ulaghai, pesa za damu ambazo zimemtoa Yesu. Zilikuwa ni 30 pieces of silver. Alipotoa, Biblia inasema kwamba alipopewa aliona hazifai tena, kwa sababu alikuwa amemaliza mission yake. Akaenda akazitupa, and departed and went and hanged himself. Akaenda akajiua yeye mwenyewe. Sasa ministry ya Judas ilikuwa imeisha. Aliruhusiwa na Mungu. Biblia inasema kwamba Yesu aliambia wanafunzi wake, hakuna yeyote anayekuja kwangu pasipo kuruhusiwa na Baba. Kwa hivyo Baba ndiye anayeruhusu mtu akuje kwako. Huyo mtu ambaye ni mbaya, huyo mtu ambaye ni mzuri, hako kwa maisha yako kwa sababu ameruhusiwa na Mungu. Mtu ameruhusiwa na Mungu. John chapter 6 verse 44. John chapter 6 verse 44. Nataka tusome hapo John chapter 6 verse 44. Biblia inasema kwamba acha tuanzie 43. Jesus therefore answered and said to them, do not murmur among yourselves. No one can come to me unless the Father who sent me draws him,
and I will raise him up at the last day. Kwa hivyo msaliti ambaye ni Judas ameruhusiwa na Mungu. Kwa nini? Ministry ya Yesu ama mission ambayo Yesu aliitiwa haingekamilika pasipo mtu ambaye ni msaliti. Pasipo mtu ambaye ni msaliti. Sasa tunapata kwamba Yesu naye anahubiri neno. Anapofika mwisho, ministry yake inakamilika duniani, maana hakukuja kukaa duniani milele. Hebu fikiria leo, Yesu angekuwa hakukufa hakukufa. Na kwa sababu yeye ni Mungu, angekuwa kuna miaka ngapi? Miaka sijui ni milioni 1. Miaka sijui ni 1400. Kwa sababu Yesu alikuwa ni Mungu. Hangekufa. Lakini Yesu anasema, Baba ninaomba uniondolee hiki kikombe. Kama inawezekana, kama ni mapenzi yangu ninaomba uniondolee kikombe. Lakini wacha Baba mapenzi yako yakatimie. Sasa anaambia Mungu, wacha mapenzi yako yatimie. Ni kwa sababu gani mapenzi ya Mungu yanatimia? Kwa sababu Yesu mwenyewe aliona kwamba hii kikombe nayo aenda kukunywa nayo ni kichungu sana. Nitapigwa sana, nitateswa, nitahangaika, nitapigwa, nitatemewa mate. Akaona kama mwanadamu, kwa sababu alikuwa nusu Mungu, nusu mwanadamu. Akasikia uchungu, akaona hatari ambayo ilikuwa mbele. Sasa Biblia inasema kwamba, lakini alisema, Baba, wacha mapenzi yako yatimie. Na Biblia inasema kwamba alivumilia mpaka mwisho. Yesu ambaye alikuwa na uwezo wa kunyamazisha watu wote, wa kuwafanya wawe vipofu, akasema wacha ikue hivyo, ndiposa watu wakaweza kuokoka. Kuna mission ambayo Mungu ametuita tukaweza kuifanya. Je, unaifanya vile ambavyo Mungu anataka? Je, wale ambao wako karibu na wewe, ambao ni akina Judas, wanakusaidia kuifanya ministry vizuri? Kuna watu wengine ambao wako kwa maisha yetu, watatusukuma sana ili tuweze kufanya kazi ambayo Mungu ametuitia. Kuna watu ambao wako karibu na sisi, watatudharau, watatuonyesha, watatupiga vita, ndiposa tuweze kuamuka kutoka mahali ambapo tumelala. Lakini sisi wengine tunapoamshwa, hata bado ndio tunaendelea kulala. Sasa tunafaa tujue kwamba Yesu anapoendelea kuhubiri neno, hakuna mtu, hata wakati ambao Yesu anasalitiwa, hakuna yeyote aliyemsaidia kubeba msalaba. In fact, Biblia inasema kwamba alipoenda kule mlimani akiomba Gethsemane, aliambia wanafunzi wake, kaeni hapa mnisaidie kuomba. Akirudi anapata wanafunzi wake amelala. Ni kwa sababu mission ya Yesu sio mission ya wanafunzi wake. Wanafunzi wake wanalala kwa sababu mission ni ya Yesu. Tena Yesu anarudi anapata tena anawaacha, anamwambia, bado mumelala, amkeni, wakati umefika. Sasa wakati ambao ulikuwa umefika sio wakati wa wanafunzi wa Yesu, ni wakati wa Yesu. Sasa Yesu anabeba msalaba wake. Pia wewe beba msalaba wako. Hakuna mtu yeyote atakaye kubebea msalaba. Hakuna mtu yeyote atakaye kusaidia katika mission yako ili aweze kukubebea kile ambacho wewe mwenyewe unafaa kubeba. Sio wanafunzi wa Yesu walisulubishwa msalabani, bali ni Yesu mwenyewe. Yesu, ministry ya kuokoa wanadamu ilikuwa ya Yesu. Hata wanafunzi wa Yesu, baada ya Yesu kusalitiwa, walisema huyu hatumjui. Petero akasema, mimi simjui. Ndio unamjua? Simjui. Mulikuwa na yeye? Simjui. Yani alimkana mara 3. Alimkana mara 3 kwa sababu ministry hii haikuwa mission haikuwa ya wanafunzi wa Yesu. Hebu fikiria leo hii Petero angekuwa amekufa msalabani. Tungekuwa tunasema Yesu alikufa msalabani wakiwa na Petero. Yesu alikufa msalabani akiwa na wanafunzi wake. Lakini Mungu angeruhusu akufe msalabani kabla hawajalihubiri neno ambalo Yesu alikuwa amewaachia. Sasa kuna ministry ambayo kuna kitu Mungu ameweka ndani mwako ili ukaweza kukifanya. Je, unakifanya vizuri? Je, bado uko katika safari? Je, bado unaendelea kumtumikia Mungu katika ile ministry? Ulale usilale, ufanye usifanye, kama yule aliyepewa talanta. Yule aliyepewa talanta 10, mmoja, mwingine akapewa 5, mwingine akapewa 4. Lakini yule wa moja alienda akaiweka kwa mchanga, akasema niliizika kwa sababu nilijua wewe ni mpumbavu na kuja kuchukua mahali ambapo haukupanda. Sasa je, ile ministry ambayo umeitiwa, wewe ni mchungaji, wewe ni mwimbaji, unafanya nini katika ufalme wa mbinguni? Kwa sababu hata ufanye usifanye,
duniani hautakaa milele. Duniani hatutakaa milele. Duniani tunapita. Hakuna yeyote ambaye atakaa milele. Sisi wote tunapita. Na mission inapoisha, mission yetu duniani inapoisha, tunaenda mahali ambapo tunaenda kupeana hesabu. Yesu anaambia wanafunzi wake, yeyote amekuja kwangu nitampeana siku ile ambayo Baba ataniitisha. Sasa Baba atakapokuitisha, watu ambao ulikuwa unawalea, watu ambao walileta kwako, utawaambia walienda wapi. Hubiri neno, wahubirie neno, waimbie, fanya kazi ya Mungu vile Mungu amekuita. Kama ni kukusanya watu, wakusanya. Kama ni kucheza vyombo, cheza vizuri. Kama ni kupeana advice, peana vizuri, kwa sababu umeitiwa mission hiyo ukaweza kuifanya vizuri. Na unapomaliza mission yako, jua kwamba ukimaliza mission yako, kuna mahali ambapo tunaenda. Mbinguni ndio ambao ni makao yetu. Mission yetu duniani tuko hapa kwa mission. Na mission yetu inapokamilika, tunaenda kwingine ambapo ni kwa Baba, mahali ambapo tutapeana hesabu. Tulifanya nini tukiwa katika mwili? Tulifanya nini tukiwa katika mwili? Leo hii tumelala. Leo hii hatutaki kufanya kazi ya Mungu. Leo hii tunasema tumekwazika. Tunakaa kwa nyumba. Tunaenda tukijifurahisha. Hatutaki kazi ya Mungu. Hatutaki huduma ambayo tumeitiwa. Lakini tunafaa kuelewa kwamba kile ambacho tumeitiwa ndicho tunahitaji kukifanya, na Mungu anaenda kuwa pamoja nasi. Pengine Mungu alipokuita, alikuita wakati ambao ni mgumu. Sasa amuka, hata kama nyakati ni ngumu, hata kama wanadamu wamekufa moyo. Mission lazima uendelee. Safari hiyo lazima uimalize. Mission ambayo Mungu amekuitia, kile Mungu amekuitia, nafsi hizo ambazo zimepotea, Mungu anataka ukaweze kuenda kuziokoa katika jina la Yesu. Yohana aliandaa njia ya Yesu Kristo. Alipomaliza kuandaa njia ya Yesu Kristo, Yesu akakuja. Yohana akaingia gerezani. Yohana akakatwa kichwa gerezani. Yesu angeweza kumuokoa. Angesema sasa wacha nikuokoe, kwa sababu Yesu alikuwa na uwezo. Miujiza yote aliyotenda, yeye alikuwa Mungu. Angeweza kuokoa Yohana Mbatizaji, lakini mission ya Yohana Mbatizaji ilikuwa imeisha. Tunamwona Judas ambaye pia alimsaliti Yesu. Yesu angeweza kumuokoa, lakini aliacha kwa sababu ministry yake ilikuwa imeisha. Na Yesu anasema kwamba ningeita hata malaika waweze kunyamazisha watu wote, lakini kwa sababu ya unyenyekevu akanyenyekea mpaka ministry yake ikakamilika. Ministry yako itakamilika utakaponyenyekea, utakapojua kwamba Mungu amekuita ukaifanya kazi yake katika jina la Yesu. Mungu akawabariki sana na Mungu akawainue. Jua kwamba kila ambacho tumeitiwa duniani tunamaliza, kitaisha, na sijui kama kitakapoisha utakuwa umefanya vizuri ama hautakuwa umefanya vizuri. Jiulize kwamba safari yako duniani inapoisha, utakuwa umemaliza mission ambayo Mungu amekuitia ama utakuwa umelala. Utapeana hesabu gani hiyo siku ukiulizwa? Utapeana hesabu gani? Ulifanya nini ukiwa katika mwili? Wacha Mungu akaweza kuwabariki. Baba, tunasema ni asante. Pokea sifa na utukufu. Tumelisikia neno lako kwamba safari yetu, mission yetu inapoisha duniani, Bwana Yesu, tunaondoka, tunaachia wengine. Kanisa sio yetu, wewe ndio mwenye kanisa. Wengi wanajificha Bwana, hata kanisani hawafanyi kazi yako. Siku ya leo ninawaombea ukaweze kuwasaidia, wakajue mission ambayo umewaitia, wakajue kwamba kuna kitu wanahitaji kufanya. Wengine walikufa moyo Bwana, ninawaombea ukaweze kuwa pamoja nao, ukaweze kuwasaidia ili Bwana wakasimame. Wengine Bwana waliacha kazi yako kwa sababu moja ama mbili. Siku ya leo ninawaombea ukaweze kuwasaidia. Kazi yako haitasimama, kazi yako haitakwama, kazi yako haitarudi nyuma Bwana, katika jina la Yesu. Kila mmoja duniani ako na mission. Wengine ni Judas Bwana, usiwaache wamalizie vibaya katika jina la Yesu. Kuna watu ambao umeruhusu waje kwa maisha yetu. Wengine wanatusukuma, wengine wanatusaliti, wengine wanatukataa, wengine wanatutemea mate, lakini ni kwa sababu ya mission ambayo Bwana Yesu ulipeana kwa maisha yetu. Tunakuomba
tunakuomba ukatusaidie, tukakubali wote, tukawapenda wote, hata wale ambao ni wabaya, ambao wanatusukuma kwa mission zetu, ili tukaweza kukamilisha, ili tukaweza kuifanya kazi yako katika jina la Yesu. Bwana, tunakuomba uwe pamoja nasi katika kila jambo. Bwana, tushindanie, tuelekeze, kwa sababu wewe ni Mungu. Tunakataa mabaya yote, tunakataa visirani zote, kila maroho yote haina uwezo katika jina la Yesu. Bwana, tunajua ukiwa upande wetu hakuna atakaye kwa kinyume chetu. Jina lako litukuzwe, jina lako lipewe sifa sasa na hata milele. Ni kwa Yesu tumeomba na hata kuamini. Amen, amen. Mungu awabariki sana, Mungu awainue na muwe na amani na baraka tele katika jina la Yesu. Amen.